patashika, patashika. Mama Chuse. Uwe Mama Chuse. Kuja kwa kipande hii. Kaa kwa hapa. Mke yangu, unajua mimi iko mekuita kwa kipande hii. Tuongee kidogo niweze kukwambia kwa sababu gani mimi huko mtaani usijua wananiita malaya, wananiambia mwanaume ambaye siwezi kumwacha mwanamke yoyote ambaye iko napita kwa njia. Lakini mimi kitu ambayo nimeplani kwa kichwa yangu, wao hawajui. Mimi iko na plani zangu. Unajua mke yangu, kitu moja ambayo iko wewe unajua kwa dunia. Mtoto mmoja sio mtoto. Kwa sababu wachawi iko na mutaka. Mungu iko na mutaka mtoto hiyo. Sisi hapa tuko tunamutaka. Mama Amani Machemba naye huko ndo iko memchukua na kaa naye. Sasa sisi huko hatuna mtoto yoyote. Na mpaka sasa hii kila nikipambana nikikukuluka naona sioni jambo la aina yoyote. Hata wewe usijui kuweka ndimu kwa maharage. Kunituma yani kuona kama wewe hapa mbona sasa hivi iko kijacho nakuja hakuna. Na ndio maana nashunguka huko nichanganye rangi nipate hata mtoto mwingine. Kwa sababu nikimpata huko si atakuwa wa kwetu wote mimi na wewe. Patashika, utapeli, uongo na ndoa za siri wake wenza. Patashika. Yaani kuna watu hapa duniani Mungu wanatafuta hata mtoto hata chembe cha yai hawajachipata. Alafu useme mtoto mmoja sio mtoto. Yaani ukadangedange uko zunguruke useme kama unatafuta mtoto. Kama ukitaka hivyo basi na mimi nafanya hivi. Wewe kadange kwa utafute huyo mtoto unayemtafuta. Na mimi nikatafute wanaume huko ni dange. We. Alafu acha maneno yako ya kipumbavu hapa. Wewe ukadange wapi? Ulishawahi kumuona mwanamke yuko na wanaume wawili imeolewa? Lakini mwanaume yuko natakiwa kukaa na wanawake uwezo wako tu ukiwa umekaa vizuri kwa kipande hiyo. Wewe unasema na angalia wewe, iko takata pua yako afu neke kwa dirisha pale. Chonkabo jo yako kwa kweli. Naona umenisahau. Wewe ukaniona nimekaa kimya hapa kwa sababu nikakuheshimu tu mume wangu. Mimi wakunikata pua wewe? Mimi wakunikata pua? Au unataka nilianzishe? Bashi mke yangu bwana. Nilikuwa nakutania tu. Unanijua? Ila jitahidi basi tuongeshe hata mtoto mwingine maana yake. Mimi ndo nijitahidi. Mimi ndo nijitahidi tuongeze mtoto. Kati yangu mimi na wewe anayereza mtoto ni nani? Mimi sina mayai. Sawa mimi nitajitahidi huko nje. Hapo sasa ndo unatia chumvi kwa chai. Sio nijitahidi. Wewe una uwezo. Na kweli una uwezo. Wewe wanawake wote hao utatoa wapi uwezo? Unatoa pumzi tu. Hamna kitu. Ni kidume ya mbegu wewe. Patashika. Tamaa, usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa za mwili. Alidhiki atampe wanawake. Charu. Maana naona kutoka kule unanikurubua hata mwisho wake sichamaliza kufika. Unakuja kunikimbiza. Vipi? Hivi wewe mambo ambayo huko unafanya na ambapo tumeelewana mimi na wewe ni tofauti kabisa, different between. Mimi yule mtoto kwa jinsi nilivyomtazama nikaona nimtafutie kabisa kinyumba ambacho akikaa. Ile mtoto ni mweupe. Kwanza ukimweka hata mtoto utamgosa mcharuo. Mimi nakwambia kabisa yule mtoto utamgosa. Sasa wewe haya. Wewe mimi yuko amekwambiaje? Tafuta chumba ambayo yuko kwa bei raishi ambayo nawesha kidogo kamechimechi na mimi. Tafuta chumba ambacho hata leo nawesha hela niliyokuwa nayo nawesha kulipa. Wewe umekwenda unamtafutia yule mwanamke na apartment shima apartment unamtafutia magorofa kwa kipande hiyo. Haya, wewe unavyoona mimi hizo hela 500,000 nafanana nacho hapa kwa mwili. Basi mimi hapo nimekuelewa. Kumbe unataka kichumba ambacho kenye bei ndogo
Hasi kama ni hivyo nitakutafutia hata kinyumba kia waganga. Ili ambacho hata mtoto yule akilala miguu iko nje. Mchawi akicha na mtasama. Wana hata nikimuua kashatangulia. Unataka kinyumba kia namna hiyo Yaani kama unataka kwa habari hiyo. Wewe ondoa shaka. Mimi nikachua kutoka kule huyu mcharuo. Mkataba kule umefunjika. Kumbe ni habari za nyumba. Hilo limeisha mcharuo. Yaani wewe. Sasa yule mtoto na tu unaweza kumkosa. Hayo sasa ndo katika yale hayakuhusu na hilo ni moja wapo. Wewe ni mkoshe nisimkoshe. Mimi hata nikikaa naye mweshi mmoja tu yule mtoto na bashi bashi. Mapishkalito wote kwa muji huku. Mimi nikipita tu huko hapa wanapita wanashubiri watu ambao tuko tuna hela yetu iko mfuko wa shati. Nikiinama tu iko na dondoka Hilo limeisha. Yaani ondoa shaka kuhusu hilo. Mimi nachua nikiruti nichiweni pale. Naenda kulifanyia kazi. Sawa? Ndio. Basi haina neno. Kumbe mcharo umenitoa kurume kasirika nikasema huyu mtu leo hachara usiku. Kumbe ni habari za kichumba. Mimi iko kasema huyu namfuata pale kwa kijiwe yao. Namfuata niende nikaongee naye. Na umenikurugua. Wewe mwanaume mshangu lazima unistili mwanaume mshako. Uone hapa mwanaume mshangu iko nataka kukaa mahali pa shule. Pale unajua nikikaa mwenyewe pale utaona hata ishinguo naacha kunibana na nenepa kwa mwili namna hii. Basi truti hata kijiwenu kabate hata togo. Mimi nikakae kijiweni kwenu hapo. Haya baba. Mkikaa mnashungumushia mambo ya chumba. Atashika tamaa, usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado Kwa hiyo rafiki yangu ndo hapo unapoishi hapa? Ndio niko hapa. Ila hapa hatuko na muda mrefu. Kuna kipindi tulikuwa tunakaa huko mbele huko yakatokea mambo ya mavurugu. Mke mwenzangu akawa nipata shika, yani nguo kuchanika. Ndio sasa mwanaume wangu akasema ngoja niwahamishe, ndio tukaja huko. Kwa hiyo wewe hapo ulipo una mke mwenzako? Ndio. Mke mwenza. Wewe ni mke wa ngapi sasa? Mimi ni mke wa namba 2. Na maisha haya unakubali kuolewa mke wa pili? Hivi ninavyoona kama vile hali ya hewa sio nzuri. Pole kwa kweli. Wewe Minza wewe, hebu acha. Hivi unajua kwanza mwanaume wangu ananipenda kuliko anavyompenda yule mwanamke. Na lengo lake yeye ni kumuacha kabisa. Sema ni kinganga. Yaani anakuwa anamngangania tu, lakini malavidavi kwake ndoho. Kumbe ndivyo unavyodanganywa Kwamba unadanganya mke wangu mimi hatuelewani sijui ili na wewe ujiingize. Anyway, haya nihusu sana. Pambana na hali yako shoga yangu, nakuonea huruma. Yaani wewe Minza, mbona sasa unanishusha speed? Sikushushi, ndo maisha lakini. Ndio maisha. Mwenyewe tunajipenda kiukweli. Yaani ukikuta jinsi tunavyokaa na yeye, ananipenda kwa kweli. Yule hamna. Yaani yule angekupenda angekuwa mke wa pili. Ndio hapo napojiuliza, angekuwa mke wa pili kama anakupenda? Wewe yuko na mpango wa kumuacha yule. Baba watoto. Karibu kabisa mume wangu. Asante mke wangu. Kapuni. Huyu ndio sasa mume wangu sasa. Huyu ndo mume wako? Ndio. Sasa hizi shemeji. Mshuli kama ulivyo wewe. Mume wangu. Huyu ni Minza. Ni rafiki wangu sana. Huyu tulikuwa naye Mwanza kipindi niko Mwanza. Ila yeye alitangulia tu kukuja mjini. Shemeji. Shemeji. Karibu sana kwa nyumba humu. Wewe muda wowote ukijisikia kulala njoo ulale kwa nyumba mbwe. Ukijisikia kula kuku utamwambia mke wangu hapa atakuja kuniambia kwa ndani huko utakula kuku mbwe. Hamna shida, mimi akiniambia tu natafanya. Karibu shemeji. Umupatie basi ni mgeni hata Pepsi Orange hivi au? Ndo tapu. Natampatia tu. Shoga yangu. Naona mambo hapa yashakuwa mengi. Sasa mbona hivyo tena? Ngoja kwanza mimi niondoke, nitakuja baadaye. Kwani wamekufukuza sasa? Unajua mume wako ndo karudi. Wewe kama mke wa pili na bibi sana. Atashika tamaa, usaliti, makuzi, utapeli.
ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa za mwili. Alidhiki atampe wanawake dunia nzima. Hana maisha lakini kwa malaya huyo jamani kiboko. Mke wake malaya jamani. Sasa mke wangu? Ndio baby. Mimi mwenzako sasa hapa iko naingia kwa chumba tumbo Meingia message humu kwa simu. Ni nani yule amekumasaji? Bosi wangu kule ambaye iko namfanyiaga kazi. Kumbe. Ameniambia Mjaluo, njoo chap. Kuna kazi hapa uje kuangalia kama huko naweza kuifanya. Sasa nikatafute hela tu ya siku nyingine. Kwa kweli. Ila jamani nalikuwa na maisha kumisi. Nakuja hata hivi. Kweli. Nakwenda tu kupatana naye kashi mbwe. Alafu iko nakuja. Ugali weka kwa mesa, iko nakuja. Sawa. Alafu yu. Tena. Bebe. Lakini nilikuwa na mekumisi sana jameni. Yaani huyu bosi asione watu wameanza kulilasi anatuma massage. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa za mwili. Alidhiki atampe wanawake dunia. Shemeji. Vipi shemeji? Unajua shemeji, kweli meamini. Mungu akitaka kukupa, akuandiki barua wala message haiji kwa simu. Unajua nilivyokuona tu pale nikakumbuka jana usiku umeota ndoto. Watu wa kanisa wamekuja wananiimbia, mke mwema utoka kwa Bwana. Umeona? Sasa nikaona mwanamke ambaye yuko nafanana na wewe hivyo ambao ulivyo. Mwanamke mweupe, msuli, iko na shepu kama hivi, lips iko ya kulambia mambo ya romance ile. Sikia kwanza. Unajua mimi nilikuwa na haraka zangu. Sasa ulivyonisimamisha hapa nikajua na kitu cha maana cha kuniambia. Lakini nashangaa unaniambia mambo ya ndoto. Mambo ya ndoto ya nini jamani? Mimi na haraka zangu kama una cha kuniambia niende. Jana usiku mekuota. Ndio maana nilivyokuona pale meshangaa. Mbona kama huyu mwanamke ambaye iko memuota kwa jana usiku na muoa? Umeniota mimi? Nikasema sasa kweli Mungu yuko menionyesha mwanamke ambaye yuko natakiwa kumuoa. Kungine kote nilikuwa na kosea tu hapo. Unajua mimi hapa nilivyokuona basi nikajiona pete iko mevaa, nikajiona niko nimevaa shela, tunaenda kwa harusi tu mimi na wewe na mna hiyo. Unajua unanichekesha. Hivi kwa mfano sasa ukiniangalia mimi ukajiangalia na wewe. Kweli tunaendana jamani? Hebu acha kunipa dhambi jamani, mimi mtoto wa watu. Unajua wewe kabisa sio vitu vyangu kabisa, hata kwenye asilimia hata kwenye sifuri haupo. Usipoteze nguvu shemeji, sawa? Usitumie nguvu sana utaruzi confidence. Shemeji, kitu ambayo hujui, unapotesha bahati. Yaani mimi kama tutakuwa pamoja nikuseme nimkuoe, wale kule na waacha what? Alafu na kuweka wewe kwa sababu nyumba yenyewe umependeshana nayo. Alafu ukitaka kwenda kwa Mwanza huko na kukatia tiketi ya SGR. Ukitaka sijui kwenda kwa nani Mwanza siku nyingine, nachukua ile dege la Boeing lile. Sikiliza shemeji, sawa? Usitumie nguvu, sitaki. Sitaki. Na ukiendelea kunisumbua nitamwambia mke wako. Ukome siku nyingine. Unaona kama mimi ni rafiki kabisa wa mke wako. Bado unakuja kuanza kunitongoza. Hivi huna aibu wewe? Huna aibu? Muone kwanza na sura lake kama nanilika. Muone. Sasa sikiliza, ole wako endelee kunifuatilia. Utanitambua, utanijua mimi ni nani. Yaani una wanawake wawili, bado unaendelea kutongoza. Huna aibu wewe? Wewe ni mwanaume. Patashika, tamaa, usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa. Niwe na aibu sasa, nitembee na vitu kibao. Wallet nitembee nayo, simu nitembee nayo, kofia, nguo, viatu, bado nitembee na aibu. Si uzito huo kwa mwili. Nimekosha hata kushangaa chini. Ngoja mwema. Alipoijulikani tafarani, wake zake amewaacha nyumbani. Mke wake kwa kumasta na ubaya.
atashika. Tamaa, usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa.